Yes, imekuwa kitu cha kawaida sasa, imekuwa kama mazoea kwamba watu kuzungumzia red flag za kwenye mahusiano. Yaani utasikia anakuambia ukiona tabia hii mtu wako amefanya hivi, basi hiyo sio nyakati nzuri au sio dalili nzuri. Hizo ni red flag. Lakini tunasahau upande mwingine, upande wa marafiki, watu ambao tupo nao karibu katika maisha yetu. Hawa watu nao pia wana tabia zao. Sasa leo acha tuzungumzie red flag za marafiki. Red flag ambazo ukiziona jua huyu sio rafiki mzuri. Mahusiano tunaweka pembeni kidogo. Acha leo tuzungumzie red flag za marafiki. Red flag ya kwanza, ukishakuwa na rafiki ambaye afurahii wewe mafanikio yako, yani anapenda anguko lako, hiyo sio dalili nzuri. Ukishaona una rafiki kwa namna hiyo, my friend, jaribu kuanza kumwachia taratibu. Huyo sio rafiki mwema, na siku zote hawezi kukunenea mema na hawezi kukutabilia mambo mazuri. Red flag nyingine, unakutana na rafiki ambaye anataka umsikilize yeye tu. Yani unachosema wewe yeye hataki, anataka ufanye kile ambacho yeye anasema, anataka umsikilize kile ambacho yeye amekushauri. Iko sio kitu kizuri kwa marafiki. Marafiki wazuri siku zote huwa wanasikilizana na wanaamua kitu kimoja. Sasa ukisha kuwa na rafiki ambaye yeye ndio anatamani kukudominate wewe na kukuongoza wewe kwa kila kitu, hiyo sio dalili nzuri. Hiyo nayo ni red flag. Red flag nyingine, unakutana na rafiki ambaye anakukumbuka wakati wa matatizo tu. Najua kila mtu ana huyu mchizi, najua kila mtu ana huyu besti, najua kila mtu ana huyu rafiki. Kuna huyu rafiki ambaye matukio yakitokea tu ndo simu yake inaita. Matukio yakitokea tu ndo SMS yake utaiona, lakini baada ya hapo yeye aonekani. Hiyo sio dalili nzuri. Hiyo ni one among red flag. Kwa hiyo ukiona, jaribu kumpunguza huyo mtu. Why mtu anakukumbuka akiwa na matatizo tu? Na sometime hata ukiwa na matatizo huwezi kumtafuta, au hata ukimtafuta hawezi kukusaidia. Red flag nyingine, unakutana na rafiki ambaye anatumia utani kuzalilisha mbele za marafiki wake wengine. Ushawahi kutokea hii kwamba mpo na marafiki wengine, yani mpo wengi siku hiyo, mpo zaidi ya 6, wengi ni marafiki, lakini katika marafiki upo na huyo BFF wako ambaye unamuita hivyo, lakini suddenly hapo katikati unakutana na huyo rafiki anatumia utani wenye ukweli kuweza kukuaibisha kwa hao marafiki. Sometimes mimi naweza kusema hii pia ni red flag. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya red flag ambazo ukiziona, basi jua huyo rafiki yako sio rafiki mzuri. Wakati unachagua rafiki, make sure unachagua watu wa maana, unachagua mtu ambaye mtasikilizana, mtu ambaye mnaongea lugha moja, kwa sababu huyo ndio atakuwa mshauri wako. Tunajua kwamba kuna watu wana marafiki ambao wanajua siri zao nyingi kuliko hata wapenzi wao, wanajua siri zao nyingi kuliko hata wazazi wao. Kwa hiyo jaribu kuchagua rafiki kwa akili. Lifelines Podcast, we always talk about life. Peace.